Bwana Yesu atukuzwe sana. Mfalme uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ni mwema na mwaminifu, Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali. Ni wewe uliyejitoa kwa ajili ya kuja kumtafuta mwanadamu. Baba yangu na Mungu wangu, ni muda mzuri huu umetukirimia neema ya kusimama mbele ya kutaniko lako. Naam, natamani mimi nipungue, bali wewe ukaongezeke zaidi. Hata kama nitakuwa na ujuzi kiasi gani, hata kama nitakuwa ninajua maandiko kiasi gani, lakini natamani mimi nipungue, bali wewe uongezeke. Wewe ukanene na kutaniko lako. Mimi si kitu, bali wewe ukazungumuze, bali wewe ukajidhihirishe. Natamani nguvu za Roho Mtakatifu ziko pamoja nasi. Pia watakaosikiliza neno hili likawape faraja, likawape nguvu, ikawape maisha mapya, ikawape mabadiliko katika maisha yao kila siku. Asante, naamini ya kwamba utajidhihirisha na kuonekana katika jina lako tukufu, naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Bwana Yesu atukuzwe. Praise God. Namshukuru Mungu kwa nafasi ya leo. I thank God for this opportunity today. Licha ya kwamba muda ni mchache na mambo ni mengi, Even though we have little time, tutajaribu kubanabana ili twende sawa sawa. Try to reduce so faster. Naamini ni mkutano wa maadhimisho ya kuzaliwa kwa Yesu. I believe today is this friendly or the children is service kwa ngazi ya watoto, especially for children. Na ni muhimu tunapofanya mikutano kama na hii, it is very important when we do conferences such as this. Kama msimamizi alivyosema, like the leader of today's MC, I guess for the service, inatakiwa watoto ndio washughulike. He said that it should be that the children, kwa maana ni nafasi ya kuandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are preparing the children. Kama hawajashirikishwa hawezi wakajua. If you have not been given opportunity, lakini kama tukizoeza hivi na watoto wakafanya yote, itapendeza sana. So if we continue to do this where the children take over everything, it's very good. Kwa sababu hichi ndicho kizazi cha kesho. Because this is the generation au kanisa la kesho, or the church of tomorrow, ambao tunategemea baada ya sisi wawe wao, that we are expecting them to take over later after us. Hivyo basi ni vyema sana waanze wakiwa watoto ili wakue na it's very important for them to start earlier, wakue katika maadili mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Somo letu la leo linapatikana kwenye kitabu cha Methali. The lesson for today, it's in the book of Psalms 22, sura ya 22 mstari wa 6. Niombe msomaji Proverbs 24. Twende kwa haraka. Methali 22 mstari wake wa 6 unasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hicho Kiswahili kinasema kwamba mlee mtoto. That's Swahili says to raise a child. Lakini hichi Kiswahili kinasema kwamba mfundishe mtoto. But in another translation it says to teach a child njia impasayo kuiendea. The way that the kid is supposed to be taught. Mfundishe mtoto njia impasayo kuiendea. Teach a child the right way that he's supposed or she's supposed to go. Naye hataiacha hata akiwa mzee. And the child will not give up such a way even when they get older. Kwa wale wanaoandika, somo ni kutengeneza kizazi chenye imani thabiti. For those that are writing down or taking notes, the lesson today it talks about to prepare the next generation. Kutengeneza kizazi chenye imani thabiti. To prepare the next generation in the right faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaweza tukajiuliza, we might ask ourselves, kwa nini Mungu huwa haangamizi kizazi chote kwa wakati mmoja? Why does God not destroy
destroy a whole generation at the same time. Kuna watu mnaweza mkazaliwa pamoja, There is people that you might be around the same age, or you born at the lakini same wengine time, wakafika kwenye umri wa miaka 90, and they reach older years. wengine wakaisha kwenye miaka 50, Some people might die at the age of 50. Some people might die later. wengine 40. Some people die at 40. Kwa nini Mungu abakize watu katika ile generation? So why does God let all the people live, continue to experience life, even though He takes some? Sababu ni moja tu, There is only one reason why God does that. ni kuandaa kizazi kijacho. Bwana Yesu It's asifiwe to sana. prepare the next generation. Mungu hawezi akangamiza kizazi chote kwa wakati mmoja. God will not destroy a whole generation at the same time. Lazima atabakiza watu kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine njia. He has to leave some people to stay alive, so that way they can prepare the way for younger generation. Sasa watu waliobakizwa na Mungu ili kuonyesha wengine njia, wakijisahau, So that way, those who were baptized, if they somehow forget themselves or forget the way, kizazi kijacho huwa kinapoteza dira. Bwana Yesu asifiwe sana. if they forget the way, it means that the next generation will forget the way too. Kizazi kijacho huwa kinajiundia maadili yake. It means that the next generation, I guess, they struggle. Hivyo basi wale waliobakizwa, waliopewa neema, So those who were given grace, lazima wawe makini kuandaa kizazi. Bwana Yesu they asifiwe sana. have to be very careful and prepare the next Ndio generation. kwa maana hii mikutano ya watoto inafanyika kwa ajili ya kuandaa watoto. And that is why conferences for such like special children services take place. It's for a reason of preparing kids. Kwa sababu kama hawawezi kuandaliwa, watajiandaa wenyewe. So Bwana Yesu asifiwe if sana. the children are not, I guess, taken care of, they would take care of themselves. Sasa na wakijiandaa wenyewe, So- ndio kunatokeza mapooza. So if they take care of themselves, or if they raise themselves, that's how they ended up failing. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo ulimwengu unalalamika kutokana na maadili potofu. Today the world is failing because of wrong leadership. Leo ulimwengu unalalamika sana Today the world complains, or it's having problems kutokana na kizazi hichi kimekuwa kizazi kikaidi. because today's generation, it's just a really bad generation. Let's put it that way. Watoto hawasikilizi wazazi wao. The children are not listening to their to their parents. Watoto wanakuwa na maadili mabaya. The children have bad leadership. Lakini shida walikosa kuandaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a lot of times it's caused by not being prepared. Shida walikosa kuambiwa na wale watangulizi wao. It's because they were not taught by their predecessors. Mtu aliyeandaliwa ni ngumu sana kubadilika. Someone who is prepared, or who was raised well, it's very hard for them to change later. Mtu aliyeandaliwa ni ngumu sana kujiundia mambo mengine. A person who was raised well, it's hard for them, or it's almost impossible for them to take the wrong way. Hivyo ni vyema sana kwa That's wazazi a very good au thing. kizazi kilichotutangulia kuandaa watu wengine ili It is- kuishi maadili mazuri. It is a very good thing for the previous generation, for preparing the next generation. Kwa hiyo jinsi ambavyo hali hiyo inalalamikiwa ulimwenguni, So why there is a lot of problems around the world right now, hata katika madhehebu hali hiyo inalalamikiwa pia. even in the churches, it's the same way. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata katika kanisa tunasema mtiririko wa maadili. Yaani hata kwenye kanisa kuna mtiririko wa maadili. Even within the church, we do have certain tradition, Kwa sababu kuna mambo mengine yameingizwa kanisani ambayo hayakuwepo. because there are certain things that have been inserted within the church,
and that never existed before. Ndio kwa maana leo tunaona migawanyiko mingi sana ya madhehebu. And that is why we're seeing a lot of separations within churches. Kwenye makutaniko watu wanakuwa wanawindana kuwekeana sumu. And you see, for an example, if there, when we gather together, some people are poisoning one another. Tabia za kiulimwengu zimeingizwa leo ibadani. So earthly or secular traditions are being inserted inside the church. Sababu ni kwamba hichi kizazi hakikuandaliwa vizuri. It's because this generation was not prepared or did not prepare. Kama kanisa la kwanza lilidumu katika umoja, iweje sisi tudumu katika migawanyiko? If the first church was able to stay united, kwa sababu hatukuandaliwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. If the church was able to stay united and today's church is not able to stay united because we're not prepared well. Somo linalenga kuandaa kizazi. So the lesson today talks about to prepare the youth. Somo linalenga kutengeneza kizazi kitakachorudisha heshima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Is to prepare the generation that's going to bring back the respect of God. Kizazi kisichoyumbishwa na imani potofu. The generation that's not going to follow wrong faith. Kwa sababu imani ni nyingi sana. Because there is different types of sasa kama tukuweza kuandaa watoto wetu au kizazi chetu. So if we're not able to prepare our kids, kuna wengine watapotea. A lot of them will fall. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pale kama tulikuwa na mwimbaji mzuri sana. In the camp where we come from, we had a very good singer. Kwenye kwa tulikuwa tunamtegemea. So we sing like church service. Alivyojisikia kwamba umri wake wa kuolewa umekawia. Alivyojisikia. When he felt her time to get married has already passed. Aliamua kuolewa na wamalikia wa Ubeni. She decided to get married. People who called Dominaire of Babembe. Sasa alipoulizwa wewe ulikuwa mwimbaji, kwa nini ulifanya hivi? So when she was asked, why did you do such an act? Alijibu kwamba sisi wote tunamtaja Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. She said that we all praise the same God. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo kuna watu wanaweza kumtaja Mungu lakini imani yao sio sawa sawa. So it essentially means that you might follow another different faith, but that faith is compromised. Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa tuandae kizazi chenye imani thabiti. That is why it's so important to raise or to prepare the next generation in the right way, in the right faith. Tunaandaa kizazi kitakachokuwa tayari kugharimu maisha yao kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. To prepare a generation that's going to respect and honor the faith. Kwa hiyo watoto tulionao ndio kizazi kijacho. So the children we have today, it's our next generation. Hivyo ni vyema sana. That is a very good kuweza kuandaa. To prepare them. Ikiwa tutaweza kuandaa watoto, if you don't prepare the children, tutakuwa na kanisa ambalo halitakuwa na mwelekeo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. We're going to have a future church that doesn't have the right direction. Ndio maana Methali inasema kwamba that's why Proverbs says, mfundishe mtoto njia impasayo kuiendea. Teach a child the way that they're supposed to follow. Lakini hii Biblia inasema naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. And the Bible also says that the child will not give up the lessons even when they get older. Kama tutawafundisha hawa watoto njia iwapasayo, ni ngumu sana kuiacha hata kipindi cha ukubwa. So if we do this when they get older, they're not going to give up on their faith. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Tuangalie nani mwenye jukumu la kuandaa au la kufundisha au la kulea. So let's take a look who is responsible of teaching. Waefeso 6:4. Ephesians 6:4. Waefeso 6:4 inasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleheni katika adabu na maonyo ya Bwana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hichi Kiswahili kinasema hivi, ninyi akina baba
It says, you fathers, msiwachokoze watoto wenu, don't test your children, bali waleeni kwa nidhamu but teach your children na mafundisho ya Bwana. The teachings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii hapa ndo tunaangalia nini? Inasema kwamba bali waleeni kwa nidhamu na mafundisho ya Bwana. It says that teach them God's way. Aliye na jukumu la kuandaa au la kufundisha watoto, So the person who is responsible of teaching ni mzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a parent. Ni mzazi. Bwana Yesu atukuzwe. It's a parent. Tunaweza tukaangalia hiyo kwenye kila kona. So if we take a look in every corner, Kwenye shule kuna mwalimu na mwanafunzi. there is a teacher and a student. Kwa hiyo mwenye jukumu ni mwalimu, anatakiwa amwandae mwanafunzi. So the person who is responsible to prepare a child is the teacher. Sasa jukumu la mzazi ni kulea mtoto. So the responsibility of a child, of a father, is to raise a child. Jukumu la mzazi ni kumfundisha mtoto. Is to teach a child. Walimu wa Sunday tupo? Sunday school teachers, are you here? Walimu wako wapi? Walimu wametoka. Sasa walimu ndio wana jukumu la kuwafundisha hao watoto. Bwana asifiwe sana. Natamani ungekuwepo hapa ili twende vizuri. The teachers are the ones who are responsible for teaching the children. Kwa sababu kama mwalimu atamfundisha yule mtoto vibaya, so if the teacher does not teach the right way, tutegemee mazao mabaya kwa hiyo mtoto. So expect bad results from that child. Matokeo yanayojidhihirisha kwa mtoto ukubwani yakiwa mazuri au mabaya, the results that are going, or the fruits that are going to be shown through that child, if it's good or not, ni yanatokana na mafundisho aliyopewa. It all depends on how they were raised. Kama leo tuna watoto wauaji, so vijana wauaji, if today we have children or young youth who kill or who kill, do bad things. Kama tuna vijana ambao ni wavuta bangi, if we have children who uses a lot of drugs, kama tuna vijana ambao ni washarati, if we have the youth who prostitute, matokeo ni jinsi ambavyo walilelewa. Bwana asifiwe sana. It's mainly on based on how they were raised. Hiyo ipo kwa asilimia kubwa sana. Mostly. Usije ukaniweza, mbona kuna wengine wanaweza kulelewa vizuri lakini ikifika ukubwani wakaenda njia zingine. And also there's some children who are raised well, but later on they take a different path. Inategemea na wapi alipoishi sana au mazingira yake yaliokuwa sana akipoteza muda kupata yale mafundisho. Bwana asifiwe sana. Environment that child or that youth is in when they decide to take a different path. Kwa sababu kwa experience yangu kule kambini, in my experience in the camp, ni watoto wengi wa wachungaji ndio walikuwa vibaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. The pastor's kid, PKs, are the ones who turn out to be very bad. Watoto wa watumishi walikuwa jaribu kwa watumishi. Bwana Yesu asifiwe. The children of the servants of God were the ones who mostly really turned out. Unaweza kuuliza, je, hawakuandaliwa vizuri? So you might ask a question, so were they prepared well? Lakini walikuta aliweza kuandaliwa, lakini mazingira aliyokutana nayo huko nje yakamwandaa tena tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. A lot of times children like that are raised pretty well, but when they go on their own, they get into a new environment and they completely change. Ndio maana tunatakiwa tufuatilie watoto wetu hata mashuleni huko wanaenda kufanya nini. And that's why it's important, even you as a parent, to continue to stay in contact, consistent contact with your child, kwa to make sababu sure that they're still well. Ni muda mdogo sana mzazi anakaa na mtoto. So a parent has little time to be with their children. Utakuta muda mwingi anaupoteza na marafiki au yupo shuleni huko. So a lot of times a child is busy with school, busy hanging out with friends and stuff like that. Hiyo ni vyema sana kuwafuatilia vizuri ili wasije wakapotoshwa. It's very important to continue to stay in contact with your child.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo jukumu la kulea ni la wewe mzazi. So the responsibility to raise a child is you as a parent. Ndio maana Waswahili walisema kwamba That's why Swahili people have a saying kwamba kuzaa sio kazi. They say that to birth a child is not a big job. Kazi ni kulea. The biggest job they have is to raise. Na sio kulea ile unanunua diapers, sijui nguo au nini, hapana. It's not that you go buy a child diapers and stuff like that. Kulea ndio kule na Methali imesema kwamba umlee mtoto katika njia impasayo. The Bible says that it's important to raise a child in the right way. Ni kumfanya mtoto awe faida kwa jamii. Bwana asifiwe sana. Make a child to be beneficial to the society. Kwa hiyo lazima tumlee mtoto awe faida kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. It's important to raise a child so they can become beneficial to the church. Kama sisi leo tunakuwa faida kwa kanisa, ni matokeo ya malezi uliopewa. Bwana asifiwe. If we're benefiting the church is because how we were raised. Lazima mtoto alelewe ili aje kuwa faida kwa taifa. So it's important for a child to be raised well, so that way that child can turn out to be good for the country. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu mtoto unapozaliwa hazaliwi bure. So if a child is born, they have value. Anazaliwa na kusudi ndani yake. A child is born with certain reason inside. Ndio maana ya njia impasayo, sio njia ipasayo, njia impasayo. Huyo mtoto That's why they said that the way that is supposed to be. Ni lile kusudi alilozaliwa nalo kuja duniani. And it is all because of how and why the child was born here on earth. Lazima kama mzazi utambue huyo mtoto ana kusudi gani. So you as a parent, it's very important for you to know why is this child here on earth. Ili umlee kulingana na kusudi lake. So that way you're able to raise the child the right way. Kuna watoto wamezaliwa na kusudi la kutawala. There are some children who were born to lead. Lazima umlee mtoto kwenye mazingira yake hayo hiyo ya kutawala. So it's important for you as a parent to teach a child on leadership. Kama leo tuna watawala wabovu kukana nini? Ni wameshika nafasi ambazo sio za kwao. So today, like if we have bad leaders on certain governments, it's because they took positions that God never really blessed them with. Kwa sababu mwenye kusudi la kutawala anaonekana kwenye matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. So the person who is blessed to lead, we see that through their actions. Kuna aliyezaliwa na kusudi la kuwa daktari. There are some kids who were born to become doctors. Lazima wewe mzazi uangalie huyu hivi itamleaje. So it's important for you as a parent to know on how to raise that child. Kwa hiyo mzazi lazima utambue jukumu au kusudi la mtoto wako. So you as a parent, it's important for you to know your child's vision or what they're supposed to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka watoto watakaokuwa faida. We want children who are going to be beneficial to the society. Watoto watakaorithishwa kazi. Children who will be given good jobs. Sasa shida ya sisi wazazi, so the problem for us is huwa tunataka sana watoto watufanane. Bwana Yesu asifiwe sana. We want our children to relate to us or to do the same thing that we did. Mimi baba wangu alikuwa ananiambia anataka mimi nisomee urubani. My mom was always expecting for me to become a pilot. Alikuwa sema mimi mtoto wangu tukifika naye Marekani atasomea urubani. She would always say that, I want my child, once my child gets to America, to get the opportunity to have some education. Sasa ile ilikuwa muono au vision ya mzazi wangu, sio ya kwangu. That was the vision of my parents. Sasa na wazazi wengi ndio hapa tunapokosea. But this is where some parents we make mistakes. Sasa kile ambacho wewe ulishindwa unataka mtoto wako aje akitimize,
So kwa niaba yako. you want to force something that you were not able to do on your child. Sio hivyo, unaweza tusaidie sana. It's not right. Lazima tujifunze kusudi la mtoto ni lipi. So we have to study our children to know what they're interested Ili in. umpeleke kulingana na kusudi lake. So that way you can teach them the right way. Ukimchukua askari ukampeleka kuwa nesi au kuwa daktari. So if you take a soldier and you want to turn that soldier into doing nursing stuff, that soldier is not going to be Ndio successful. pale utakutana na madaktari makatili kabisa. That's why you be having really bad actors. Yaani namna kubembeleza ajui. And Yupo kijeshi. basically that doctor turns out to not have sympathy. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lazima mzazi ni jukumu lako kulea mtoto kulingana na So kusudi. it is your responsibility as a parent to raise a child. Kwa hiyo kama tutawalea kulingana na kusudi lao. So if we're going to raise our children based on what they're interested in, na kuwajengea msingi ambao Efeso imesema kwamba ni mafundisho ya Bwana, to build foundation through the word of God, tutapata kizazi ambacho kitakachotenda nini? Haki. Bwana Yesu asifiwe. so we will raise a generation that would do things the right way. Kwa sababu mafundisho ya Bwana ndiyo msingi. Is to say that the teachings of God is the first foundation that Biblia inaeleza kwamba kumjua Bwana ndicho chanzo cha maarifa. So the Bible says that to know God is the beginning of receiving wisdom. Kwa hiyo unaweza ukawa na maarifa kama hauna chanzo. You might be able to have wisdom, but if you don't have a beginning, a great foundation, utatenda kwa namna isiyo sahihi. You will do it in the wrong way. Unaweza ukawa mtawala lakini kama hauna chanzo cha kumjua Yesu utatawala vibaya. If you might become a leader, but if you don't have the foundation of becoming a good leader, you're not going to do a good job. Unaweza ukawa daktari lakini kama hauna chanzo utakubali kutoa mimba. You might be a good doctor, but yet you might accept to do things that are ungodly. Kwa hiyo jukumu la mzazi ni kumfundisha mtoto neno la Mungu. So the responsibility of a parent is to raise a child in the word of God or in the right faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ninaeleweka? I don't know if I am Wangapi tuko understood. pamoja? How many are following me? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunataka watu thabiti kwenye imani. So we want people who are strong in the faith. Tunataka kizazi ambacho kitatengenezwa kwa ajili ya Bwana. We want a generation that was raised well and that will do things for God. Walimu tusifocus sana kuwafundisha watoto kuimba tu, hapana. Children teachers or teachers for children, please don't only focus on teaching kids on how to sing only. Biblia inatuambia kwamba tuwafundishe watoto neno la Bwana. The Bible says to teach our children the word of God. Kama watoto wao wataanza kupandikizwa imani thabiti. So if our children receive strong faith, hata katika makusudio yao vipaji vyao watatenda kwa haki. I guess it will resort the children to use their talent in the right way. Kwa hiyo angalizo ni kwamba So the thing is to say, kama hauna uwezo wa kulea usizani. if you don't Wanaweza siwe sana. have the ability to raise, don't have kids. Yes. Yes. Kama hauna uwezo wa kulea usizae, If you're not able to raise, kwa sababu utatuharibia watoto, not to have kids, utatuharibia kizazi. because you are going to destroy our generation. Hata katika ngazi zote zile, kama haujui kufundisha, acha. If you do not know or have not yet nurtured yourself to be a good leader or to teach well, Kama maana kazi ya mchungaji ni kulea. Kama ni mchungaji haujui kulea, acha uchungaji, sio kazi yako. so Bwana Yesu asifiwe sana. if you're a pastor and you don't know how to raise people or on how to lead, then give up on it. Kwa sababu kulea ndo kazi ngumu sana. Because raising and teaching is the hardest thing. Bwana tukuzwe sana. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Kama leo tuna vijana mabarabara. If we have children who are
in the streets today. Tunawaita watoto wa mitaani. We call them kids, street children or kids. Ni kwa sababu wazazi wao walishindwa kuwalea. It's also mostly due to the parents who were not able to teach them well. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Tuangalie pointi ya pili, jinsi ya kuandaa. So let's take a look on how to prepare. Jinsi ya kuandaa kizazi kipya. On how to prepare a new generation. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pointi ya kwanza ni kumfundisha mtoto neno la Mungu. First point is to teach the child the word of God. Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia. The Bible says that the faith comes through listening. Sasa pale unapomfundisha mtoto neno la Mungu, So when you teach the child the word of God, unaanza kumpandikizia mtoto imani. you are helping grow that child's faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka tulivyokuwa Nyarugusu, I remember when we were in Nyarugusu, tupo kwenye mazoezi ya kwaya. we were doing regular choir practice. Kuna mtoto sijui kama alikuwa na miaka 4 kama There mitano was a hivi. child who was 4 years old or 5. Akaja na rafiki yake ni Muislamu, mwingine mtoto. Entered our church with a friend who was Muslim. Sasa walipofika yule mtoto alikataa kuingia kwenye jengo. So once they got to the door of the church, the child got scared to enter the actual church Sasa building. ikabidi amsubirie nje ili So the sisi child yeye aingie kwenye kipindi cha kwaya. waited his friend outside. Sasa mvua ikanyesha kubwa sana. So it started strongly raining. Sasa yule mtoto akaniambia nina rafiki yangu yuko hapo nje, kamuite. So the child said, please, I have a friend who's outside. Nikaenda kumwangalia mtoto amejifumbaza kabisa kwenye ukuta hivi. Baridi inampiga vibaya sana. So I found the child like basically so cold outside. Nikamwambia njoo uingie hapa, kuna kiti hapa, njoo ukae hapa. So I asked the child to come inside the church. There is a seat. Lakini mtoto alikataa. The child refused to come inside. Nikambembeleza lakini akakataa. I begged the child to come Nikamwambia inside. wewe ni dini gani? So I asked the child, what kind of faith? Akasema mimi ni do you carry?" Muislamu. The child said, I'm Aliponiambia tu yeye Muslim. ni Muislamu nikamwacha. Unaweza siwe sana. The moment the child said that child was Kwa sababu kwa Muslim, Muislamu kuingia kanisani ni najisi. so it essentially means that it's sin. Sasa imagine ni To- mtoto wa miaka to kama the ilikuwa church if 4 you're ile Muslim. kama 6 tu So hivi. imagine a child who's 4 to 5 years old. Anakubali kupigwa na mvua ili tu asiwe najisi. Unaweza siwe The sana. child would rather go through rough rain and rough situation before entering a church. Ni watoto wetu tunaweza kuwa na hiyo imani. So can we also have a child? Can we also raise a child with the right faith like that? Sasa hiyo ni matokeo kwa jinsi gani alivyoanza kupandikizwa neno. Unaweza siwe sana. All of that shows the fruits of how they were raised. Kwa hiyo ukianza kumpandikiza mtoto So neno la Mungu, if you teach a child a word of God, mtoto atakuwa na ile imani. the child will grow with the right faith. Sasa Like teaching. shida ya Wakristo tunafundisha kwa uregevu sana. The problem is, as Christians, we teach, but with like weakness. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hatuna ile mikazo kwa watoto. We're not very strong on our children. Sisi tulikuwa tunatandikwa fimbo tunapochelewa kwenda ibadani. In Africa, you would get whipped if you were late at church. Tunatandikwa hiyo siku utalala vibaya sana. You will get whipped and you won't sleep well at Kwa night. sababu babangu alikuwa mkali sana. Because our father was, Hata ukiwa mgeni, even if you are like, atakuangalia wiki ya kwanza, even if you are a guest, ikifika jioni anakuuliza, he will observe you the first "Ewa, leo ulienda mstari wapi?" and he will ask you a question. Ukisema tu nilikuwa zurura tu nishinda kwenye makazi yangu, And you atakwambia answer wiki ya pili twende ibadani. he would always ask people to go to church.
Kwa hiyo tulilelewa kwenye hayo mazingira. Hata kama uko mgonjwa utaamua kwenda tu hivyo hivyo. Kwanza siwe sana. If you're sick, you try the best you can. Kuepuka maswali na fimbo. Or if you don't go, you get whipped. Kwa kama mtoto amezoezwa hiyo hali, unampandikiza imani, mafundisho kwa ukali. If you raise a child strongly in the faith, yeye mwenyewe ataanza kukukumbusha tena. Papa leo ni dimanche, twende kwa kanisa. That child later on will start doing will start reminding you of the things that you've been teaching that child. Twende kwa haraka. Pointi ya pili ni kumfundisha mtoto misingi ya imani letu. The second point is to teach our children or a child of the foundation of our faith. Kama tutamjengea mtoto misingi ya imani, itakuwa ngumu kuiacha. If you give that child the right foundation, it's very hard for that child to give up on that foundation. Ukana mlo tutaingia sana kiundani. Twende pointi ya tatu, kumfundisha mtoto maadili mema. Is to teach a child the right discipline. Nitagundua watoto wa Marekani sana maadili yao ni yapo chini sana. If you take a look here around in America, children really are not they're not disciplined well. Yaani adabu ipo chini sana. They're not respectful. Yaani mtoto unaweza akamwona mkubwa hapa lakini anaweza kumsalimia. For example, you could see a child sees an older person or an elderly person and that child will not even say hi. Watoto hata maneno yao tu hayaeleweki. And you can tell through their speech and the way they talk to people, they're not sasa ni jukumu lako wewe mzazi. So it is your responsibility as a parent kupandikiza maadili ndani ya huyo mtoto, tabia njema, to discipline your child the right way. Sababu mtoto anapozaliwa ni kama karatasi nyeupe. So when a child is born, it's as if it's an empty white paper. Sasa anatakiwa kuijaza hiyo karatasi ni wewe mzazi. So the person who's supposed to write on that paper is you, the parent. Tuache hapo. Pointi nyingine ya nne, ya nne hiyo, kumfundisha mtoto kazi za nyumbani. To teach a child home responsibilities. Sio mtoto unapokuwa tu hajui kupika nikalia mamikidano sijui manini, hapana. You don't want to raise a child who only thinks about going out to eat. Muandae mtoto namna ya kufanya usafi. Teach a child on how to be clean. Mfundishe mtoto namna ya kupika. Teach a child on how to cook. Sisi ni Waafrika tunapenda ugali. Mtoto ajue namna ya kusonga ugali. For example, for us Africans, teach a child on how to make food. Lakini ukifanya test leo hivi kwamba tuwaweke hao wasichana watoto wasichana hapa bwana msoke ugali hapa tutakimbiana. Kwa hiyo sasa sikule sana. If we were to bring all the children here to make food, most of them will run away. Sasa mtoto angalia tu onda hapo mikidano sijui mikidano. So if you raise a child to only go to McDonald's all the time. Sasa kwa mtoto hautakaa naye milele. And you forget that child, you won't be with that child. Ataolewa, atatakiwa apike. The child will get married or marry, and it will be they will have certain responsibilities. Sasa atakapoolewa ajui kama mume wake anapenda ugali, ajui kusonga ugali, na hiyo sio kwake, itakuwa kwa mzazi. If a lady gets married and do not know how to take care of house responsibilities, it will be a big problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfundishe mtoto kazi za nyumbani. Teach a child the home responsibilities. Mfundishe namna ya kuosha vyombo. Teach a child on how to wash dishes. Mfundishe namna ya kufua. Teach a child on how to wash clothes. Mfundishe mtoto namna ya kufanya usafi wa vitu vyake. Teach a child on how to clean their own mess. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo, so haya yote ni jukumu lako wewe mzazi. All this is your responsibility as a parent. Usitegemee kuna mtu mwingine atakuja kufanya badala yako. Do not expect somebody else to raise your child later. Dunia ya leo inahitaji kizazi chenye imani thabiti ili kibadilishe dunia. Today's generation or today's world, they need strong parents. Hakuna kitu wote nimeshangaa huko Marekani kama jinsi watu wanavyovuta sigara. There's nothing that actually surprises me
than seeing on how many people Kule kwetu ni ngumu sana kumkuta mtoto au mwanamke anavuta sigara. Cigarettes or smoke. Lakini Marekani But ni kama ndo maji ya kunywa sasa. In Africa it was rare to see somebody smoking, but here in America it's so normal. Sasa hakuna cha mtoto wala cha mkubwa. There's no difference between a child or an elderly person. All of them smoke. Sasa nao watoto wetu ndio wanaenda kukutana na watu kama nao. So know that our children too are interacting with people like that. Watoto wetu wanaenda kukutana na mashoga, watu ambao washaribika kabisa. Some of our kids are going to meet people who have chosen to become gay or things like that. Huko pia kuua mtu kwa risasi ni kitu cha kawaida sana. Kuua mtu kwa risasi ni kitu cha kawaida. It's very easy to kill somebody through a bullet. Yaani hakuna cha mtoto wala cha mkubwa. There is either you older or younger, don't matter. Sasa watoto wetu wanaenda kukutana na watu kama na hao. So our children are interacting with people like that. Sasa kama hawajatengenezwa vizuri, ni rahisi sana wao kubadilika. Bwana asifiwe sana. So if you have not truly prepared your child strongly the right way, lazima tutengeneze kizazi chenye imani thabiti. So it's important for us to raise children with strong faith. Kizazi ambacho kitakuwa tayari kuyumbishwa na tabia zingine za watoto. A faith that's not going to be deterred by other faiths. Kizazi kitakachoweza kusaidia watoto wengine. Bwana asifiwe sana. A generation that's going to help others. Kama mtoto ataandaliwa vizuri, atamwambia mwenzake sigara ni mbaya, acha kuvuta. If the child was well raised, they will advise other if they meet somebody who smokes, they will advise them to do otherwise. Kwa hiyo yeye hatafutwa na tabia za mtu mwingine. Meaning that person will not be taken or be influenced with bad behaviors. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo ni ndefu sana, naomba nisimamie hapa. Our lesson for today is very long. Let me finish up here. Kwa hiyo jukumu la kuandaa mtoto to prepare a child ni lako mzazi. It's you. Jukumu la kulea waumini ni lako mchungaji. The responsibility to take care of the church, it's you, pastors. Jukumu la kulea watoto kwenye Sunday ni la mwalimu wa Sunday. The responsibility to raise young kids, it's you, the teachers of Sunday school. Hivyo ni vyema sana. So that's very good. Kuhakikisha watoto wetu wanalelewa katika misingi. So it's very good and important to make sure that kids are receiving the right foundation. Wanalelewa katika misingi thabiti. To get strong foundation. Kwa sababu hawataiacha hata watakapokuwa watu wazima. They will not give up on that faith when they get older. Na Bwana atubariki. Amen. God bless us. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tumesikia mengi sana kutoka mhubiri wetu. We've heard a lot from our preacher for today. Sina mengine ambayo naweza kuyazungumzia kupita yeye ameyazungumza. I don't have a lot that I would like to add. Naweza kuja hata kuharibu ya italiyofundisha. If I add a lot, I might sababu amezungumza neno kwa neno. So because the preacher today talked about everything that's needed Leo to be tuko talked kwenye about. mazingira tofauti na mazingira ambayo tulilelewa huko Afrika. Today we are in an environment completely different from the one that we had in Africa. Lazima tuwafundishe watoto wetu. So it's important to teach our kids. Ndio amezungumza neno ya kwamba kuna baadhi ya wenyewe wanasema kwamba mbona hawa ni wachungaji au ni watoto wao wanaharibika. He said that there's some PKs or pastors' kids they change in a bad way. So inamaanisha ya kwamba wewe mzazi. It means that you as a parent. Si kwamba wewe ni mtumishi. It doesn't matter if you are just a servant. Ni mzazi. Anybody who is a parent. Mtoto akisha kuanza kwenye zihu kuzaliwa yani. Once a child is born.
Ufika kwenye miaka karibu 12, 13. And reaches the age of 12, Ule 13. mtoto anahesabiwa kwa kichwa chako wewe mzazi. That child is still your responsibility as a Ikiwa wewe parent. amufundishe kabisa If kadiri you na do not stahili, teach that child the right ule way, mtoto atakuwa kichwani kwako wewe. the destruction of that child will be on your Mabaya yote head as a parent. anayoyafanya ikiwa unaangalia vile itakuwa kwako wewe. Every bad things that that child is going to do in the Sababu Mungu future will amesema be nawapa on your watoto head. ili mpate kuwalea. God, because the Bible says, or God says that I've blessed you with children, so that Na we can raise them. akishakuwa na umri wa miaka 14, 15 ashajua kibaya na kizuri. Once a child reaches the age 14, 15 to go up, they already understand what's Sababu good and bad. hawatakusikiliza. Because they won't truly listen to you. Kuna baadhi wenyewe wanakusikiliza Some of them do na listen. wengine hawakusikiliza. Some of them will not listen. Mungu hata kuona vibaya kwamba kulea watoto ikiwa wanaenda katika mambo mabaya. God will not favor you if your children take Vyote the right, atakavyovifanya the wrong way. vitakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. So everything that you do will be on your head. Atahukumiwa kufuatana na yale ameyatenda kwa ajili yake mwenyewe. Everything that child does will be on their head. Kuna wazazi wanalea kwa sasa hivi, sababu sijui kama ni mazingira ya mahali tunaishi. There's some parents who were raising kids in today's Kama vile environment. Biblia amesema kwamba kuwafundisha kufanya kazi za nyumbani. It's just like how the preacher today said, it's to teach Utakutana them mtoto the ndani ya home nyumba responsibilities. anajua kutumia simu kuliko kujua hata kazi ya nyumbani. You will find a child is able to use cell phones or electronics more than they're able to do household stuff. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea mengi ameyazungumza, ni We mengi cannot tu. enter too much of it, but Somo ni we spoke of ndefu a lot. kufuatana na hii mazingira tunaishi hapa The lesson Marekani. is very long, based on this, based on today's Haiwezekani environment. mtoto wa miaka 8 wa miaka 10 It does not make any sense for a child to be 8 and 10 years old unakutana ana marafiki katika mahali anapokwenda. and already has friends wherever they Unasikia go. kuna kanisa fulani nampeleka, ni rafiki yangu nampeleka kwenye kanisa ya imani nyingine. And you see a bus coming to your home and taking that child Na to a wewe different mzazi bed. unakubali sawa sawa. And you as a parent, you just agree without Anakuwa na doing imani any kutoka mahali research. amezaliwa. You know Na the imani faith kutoka that the child dhehebu is supposed to be nyingine. raising and Zote where they're zinakuwa ni going. mbili, zinapigana zote mbili. So therefore you have two faiths. Kwa baadaye fighting heads. itakuwa ni shida kwako mzazi, Just unamwachilia know nenda later tu. on, Hakuna you tatizo. will see by resort Sisi coming wote out of tunaomba that. ni Mungu moja. Lakini ujue ni imani tofauti. So just know that you're letting two faiths Haya tunamalizia hapa, tunataka confuse a child. watoto wote waje hapa tuwaombee.